Mimi naweza sema ya kwamba Mkenya wa kawaida nitampa alama 3. Kwa nini sasa? Kwa sababu ya hayo yote ambayo nimekuelezea kwamba hajakuwa favored. Ameumizwa kisiri. Na unaona pale ambapo mwananchi wa chini huyo huwa anajitetea amezidiwa, tunaenda kotini. Huwa huko kotini tena kunapelekwa vitina, kuna vitisho kutoka kwa executive. Yet the judiciary should be independent. Unapata mwisho wa siku wamebow to the pressure na wamepitisha kitu ambacho ni punitive. Unaona hiyo housing project ilisimamishwa mara si moja. Lakini serikali ilikuwa inaenda kwa court of appeal. Rais pia alikuwa anasikika in public akisema ya kwamba hakuna mtu ambaye anaweza akasimamisha housing levy nikiwa mzima. Sasa mtu akishasema hivyo, hata kama hatujamwona akienda kutishia wale ambao wanafanya maamuzi ya court of the appeal, tutajua kwamba ni yeye tu amesababisha. So sioni nikimpa mwananchi alama kubwa kwamba amefaidi. Yet mambo kama haya yamemfunga mikono na pia hawezi akaongea. Tukienda kwa streets kufanya maandamano ya amani, huwa wenzetu wanashikwa, wanakamatwa. Kwa nini? Kwa kupigania tu hali ya maisha. Juzi kumekuwa na vijana ambao walikuwa wanaandamania bei ya juu ya mafuta. Kwa sababu mafuta ni kila kitu. Mafuta ikipanda bei, kuna kitu ambaye inaitwa oil crisis inatokea. Oil crisis inazaa inflation. Inflation utapata the prices of goods and services zinapanda. Na mwananchi anaendelea kuteseka. Ukienda kwa street na ushikwe na serikali, unajua hiyo ni violation of the human right, because we have the freedom to picket and also have some grievances on the table. Mataifa ambayo yanajielewa, ikiona mwananchi ama askari wao ikiona mwananchi anaandamana, huyo mwananchi wanakaa naye kwa meza, wanajadiliana, wana make some proposals and promises. After a given period of time, when we will have recovered from this and this, tutarekebisha mafuta irudi hapo. Lakini hapo utashangaa vile walisema mwezi wa 6, utapata ya kwamba hii mafuta baada itakuwa na retail hiyo diesel at 232, upate hiyo petrol iko 214. Unaona ni kiasi kikubwa sana ambacho kimeathiri. Huwezi jua, pengine hata mimi nimetembea kukuja hapa kwenye hii interview, pengine sikuwa na uwezo wa kutozwa kiasi kile cha pesa ambacho wenye magari yao na pikipiki wanataka. So alama hiyo ya 3 inafaa mwananchi. Wenda sio mbaya, lakini naamini ule wakati wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ningempa 6 au 7. Mbona? Kwa sababu uchumi ilikuwa dhabiti. Na ukumbuke mtu kama Uhuru Kenyatta, pesa ambayo alikuwa anatumia kwa kujenga nyumba za kisasa, the affordable housing, za afueni hizo, alikuwa anakopa. Lakini unaona sisi tunakopa deni la nchi linakuwa kubwa, lakini bado tunawanyang'anya wananchi. Kiongozi ambaye anajielewa, hilo deni likikuja hapa nyumbani ikicirculate, watu wanakuwa na pesa, mifuko ikijaa. Sasa hasa kwa na pesa kwa mfuko, hapo ndio utakata ushuru. Huyu naye anakata na anakopa. Akikopa wanaficha kwa mifuko zao. Ndipo unaona watu wana flout pesa kwa manyumba zao. Tukimalizia, maana muda wetu pia umetupatia kisogo, hebu tupatie general overview ya bajeti ya mwaka 2026-2027. General, sasa hii bajeti hii lazima tu bado watu tukaze mishipi. Tutakaza mishipi kwa sababu hata ile ambayo imekuwa allocated tunajua itakuwa na matumizi mabaya. Kuna kitu ambacho sasa hivi kinaendelea inaitwa empowerment na serikali. Utaona magavana na members of parliament wanaenda kaunti fulani wanasema women empowerment. Wanamwaga pesa hapo. Kama hapa Nakuru kumekuwa mahali kunaitwa Bahati constituency. Juzi Mheshimiwa Murkomen na wengine na magavana wengine kutoka sehemu zingine, members of parliament walikuja hapo hivyo, licha ya kwamba walitoa pesa ambayo wanasema itafanya empowerment. Hatujawahi pata mwelekeo ni kivipi inaweza kuwa empower. At the same time unapata gavana alikuwa anapea kila mtu ambaye ameattend hiyo mkutano shilingi 500. Hiyo ni pesa ngapi?
at time a hospital of the caliber of PGH hospital do not have enough beds. And we also have a scenario whereby patients wanaambiwa waende wakanunue madawa. So mimi naona we can do better than this if we have the general expenditure ikuwe ina make sense, kama pia tuna fight corruption na tunakuwa na audit reports ambazo hazijakuwa manipulated. Unajua auditors pia wakienda kwa hizi institution wengine pia wanahongwa pesa, wananyamaza. Hapo ndio tunakosea. Lakini mimi nakwambia siku ambayo tutapata vijana wadogo kama Sifuna, Babu Owino na Robert Makoha ambao kama mimi mwenyewe, ili taifa litashinda hiyo Singapore yenyewe wanasema tujifunze kwao. Hauamini ya kwamba tuko katika safari ya kwenda Singapore? Siamini. Singapore pengine tunapitia Canaan na tukienda Singapore. Naiona tu kwa mtandao. Yes. So bado tunafaa kufanya mengi zaidi kama taifa ili kwamba tukaweze kufikia taifa la Singapore. Barabara ni mrefu, but we have a long way to go. We have a long way to go. Yeah. Shukrani za dhati Bwana Makoha kwa kutenga muda wako kuja katika studio zetu ili kwamba tukaweze ukaweze kutufafanulia zaidi kuhusiana na hili swala lote zima la bajeti ya mwaka huu. Natumai kwamba msikilizaji wangu kipengele ambacho hako amekielewa. Naona ni kwa ajili ya muda tu, ungetueleza mengi lakini muda wetu umetupatia kisogo. Mahali ambapo hakuwa anaelewa angalau amepata ule ufahamu. Kabisa, asante sana pia kwa wasikilizaji wetu. Yes. Na pia nawaomba wa consider kitu ambaye naitwa change. Na hii change tunaamini sisi kama vijana tunaweza leta mabadiliko. Yes. Washike kadi. Hasa wanaonisikiliza kutoka Nakuru Town West Constituency. Mimi am the real deal. Mimi nikipewa hiyo nafasi nitaleta mabadiliko ambayo hawajawahi kuyaona. What difference are you going to make? Maana tumeona wengine wamekuja kama wao wakisema kwamba I'm the real change. But huko mbele hiyo change inabadilika, sasa wanaanza kujiangalia wao wenyewe. Maana tumetambua kwamba wanasiasa wetu they come with those words. Sweet words wanatuingiza kwenye box. I'm the real change, lakini kunao wale ambao wanasema hivyo na wanafanya to the contrary. Yes. Lakini mimi nasema hivyo kwa sababu naona yule mjumbe ambaye ako Nakuru Town West hajafanya ile ambayo mimi nilikuwa nafikiria kama kijana. Unajua wewe na mimi tunajua kazi ya mbunge ni nini. Kweli? Hiyo oversight, hiyo legislation na hiyo representation hajafanya lolote kwa hayo matatu. Na mimi naweza sema ya kwamba wewe huwa ni Mkenya unafuatilia mambo ya National Assembly. Kama umewahi ona mtu ambaye anaitwa Samuel Arama akisponsor bill watu wachangie. Yes. Niambie. Kama umewahi muona akichangia bill ya mswada umetolewa na mjumbe mwenzake, niambie. Haya, huyu ni mtu ukiangalia mwaka wa 2024-2025 financial bill aliipigia kura ipite. Yes. Wakati wa public participation tulikuwa tumemkataza, tukaandika memorandum ya kukataa, hatujaridhika. Huyo hajaturepresent. So kwa hapo kwa representation zero. Hapo kwa legislation zero. Oversight sinafaa oversight the executive ye kama legislature. Hajaweza ku oversight. Utakuwa na oversight the executive at time you are telling us to term when the government is failing. So mambo kama hayo mimi nikiingia yatabadilika na nitafanyia wananchi wangu kazi. Na pia unyo kwa vijana, unajua we should be empowering lives. We are not supposed to be buying votes. Yes. Culture ya vijana ya tokenism ndiye inaturudisha nyuma. Kijana mwenye anafikiria ya kwamba mtu ambaye amempa 500 ajue kwamba huyo mjumbe akiingia kwa ofisi hiyo 500 anataka kuirudisha. Na maisha itakuwa ni mbaya sana. So mimi nawahimiza vijana kupata pesa kidogo yenye mjumbe anakupea kuenda sio mbaya, lakini ujue haifai kudictate whom you are supposed to vote for when the electioneering period comes. You take the money, after all you pay taxes, but we don't encourage that kind of vice in our society. We need youth who behave like those ones in America. In America, during campaigns, people do not spend money to bribe. People only spend money on fuel to run their motor vehicles. People only spend money to manufacture the posters. People only spend money maybe to buy the instruments
for sound system and all that. And the manifesto that you deliver to the people is the one that at the end of the day will sell your agenda. Yes. Tujue kama unatosha mboga ama hautoshi. Tunataka tubadilishe taifa na vijana lazima pia wabadilishe mbinu ambayo wanatumia kufikiria kuhusu viongozi. Natumai ya kwamba vijana hili ambalo linawahusu mmelishika vizuri kabisa, kwamba lazima mkaweze kubadilisha mbinu ambayo mnatumia kuelect wale ambao ni viongozi. Do not sell your vote kwa shilingi 500. Jue kwamba hiyo 500 ni kwa miaka 5. So for 5 years umeuza vote yako kwa shilingi 100. Shukrani za dhati Bwana Makoha. Tutazidi kuwasiliana na kukualika hapa studioni ili kwamba tukaweze kuzungumza mengi. Asante sana. Shukrani za dhati mpenzi msikilizaji kwa kutuazima sikio, bila shaka akiridhia Mungu wetu. I will do it this again wiki ijayo papa hapa ndani ya Radio Mshindi, nyumbani kwa washindi. Amani ya Bwana.